Wewe pongo. Mimi sijawachi. Bwana wewe, mimi siwezi kukubali na hilo. Hapa ni kwenda kulianzisha. Hapana. Hakuna, wewe twende bwana wewe. Taratibu. Fitnatil imani, fitnatil imani, fitnatil imani. Mtihani wa imani nilopewa duniani. Safi kaka za kutwa. Safi safi. Shemeji kwema? Kwema za kwako shemu. Safi. Sukari unayo? Sukari imeisha. Haya basi mdogo wangu. Hamna, umesikia bro? Mimi labda nitaka kujua tu kitu kimoja kwa sababu nyinyi watu ambao mliharaka kuzaliwa mengi mnayajua. Pointi yangu mimi labda ni kuoji katika mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi mtukufu wa Ramadhani huo. Muislamu ambaye amekamilika mpaka Mungu akamsani kweli kweli huyu Muislamu. Ni vitu gani vitatu tu labda unitajie ambavyo anaweza akaepukana navyo? Ili akajulikana kweli huyu bwana yupo kwenye mwezi mtukufu. Mbona swala dogo tu hilo? Ndio. Cha kwanza sikufunga. Cha pili kutoa zaka. Ndio. Na cha tatu kuepuka matendo maovu yoyote ambayo yanafanyika ndani ya ulimwengu huu. Hapo kidogo utakuwa umenyoka kwenye Ramadhani. Sawa sawa. Si ilikuwa hilo tu? Sasa. Mimi kuna kitu kinanishangaza. Kitongoji chetu hiki kina mifumo fulani ambayo inaendelea hata wewe ukiipata kidogo na wewe inaweza kukuumiza kichwa. Hivi mtu na heshima zake, mtu ana mwili, mtu ana muonekano, anasimama mipenyoni katika mwezi huu, halafu mpenyoni pale sio mpenyo halali kwa maisha ya kawaida kwa mwezi tulionao, lakini unamwona kabisa yule mtu amesimama labda na mke wa mtu, sio labda. Muonekano wa yule mtu ambaye amesimama naye inaashiria kabisa yule pale ni mke wa mtu. Na inaonekana kabisa kwenye mazungumzo haya yanaashiria ni ya kuongana. Fitnatil imani, mtihani wa imani. Wa alaikum salam. Vipi hali? Salama. Mke wangu. Nakumbuka wakati natoka hapa sijaacha pesa ya kununua chochote, lakini narudi nakuta umenunua mchele na nimekuta futari tayari imeshawiva tayari kwa kula. Hii pesa umeipata wapi? Yaani natokea yule mtu mwanaume anatoa kabisa pesa mfukoni anampa yule mwanamke mpenyoni hapo. Umeona blaza? Sasa kwa haraka kwa akili yangu inavyo sensi, mimi naona huu ni utaratibu ambao kisheria au Mungu alivyohitaji haitakiwi. Lakini hizo tabia kwenye kitongoji hichi kuna mtu anazo. Kuna mtu anazo hizo tabia. Na huyu mtu ukimchekelea itafika hatua atatoka mpaka na weke zetu. Utaratibu haukubaliki. Utaratibu blaza ukubaliki. Na mimi akili yangu inavyonisibu na kunituma, mimi mtu wa design hiyo ninanitafuta kwa hadi na uvumba, na siku nikimkuta wallahi wabillahi puana. Mume wangu, mimi ulivyoondoka hapa ukasema una kitu, nikabidi niende kwa mama, nimwelezea mama, akanigia tu pesa kidogo ambayo nimenunua hiyo futari na hii daku. Sema astaghfirullah mke wangu. Muogope Mungu. Mke wangu. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu tunatakiwa tutubu dhambi zetu. Mwezi huu tunatakiwa tumfunge shetani.
tunadiriki kumfungulia shetani kwa mikono yetu. Mke wangu, acha uongo. Usimuongopee Mwenyezi Mungu. Hivi vitu umevipata kwa njia haramu. Inasemekana wewe hivi vitu kuna mwanaume umekwenda kukutana naye uchochoroni, akakupatia pesa ukanunua hivi vitu. Uwe ibilisi, shetani wa mapenzi kaitawala dunia. Mume wangu, hizo taarifa sio za kweli. Nani ambaye amekwambia hiyo taarifa? Na kupangua pua blaza, vyovyote utakavyokuwa fanya lillahi. Umeelewa? Kwa sababu katika hali ya kawaida huu ni upumbavu na ni ujinga. Kwa nini tunashindwa kuheshimu mwezi? Huu mwezi kwa nini tunashindwa kuheshimu? Mpaka unasimama kwenye migomba, wewe unaongea na mwanamke. Unajua kabisa mwanamke wa mtu. Wewe ni nani katika ulimwengu? Nani kakutuma? Nani kakuambia ufanye hayo mambo? Blaza, mimi mtu wa design nikinkamata, wallahi narudia tena. Kwa dini yangu ya Kiislamu, hata kama kanzu imekatika batani fulani, mimi nampangua huyo mtu. Kwa sababu ni utaratibu ambao haupo kisheria. Huu ni utaratibu ambao haupo kisheria. Hivi blaza, mtu kama unamfanyaje? Labda wewe au umepita mpenyoni alisimama wewe mke wako wa ndoa. Ndoa ina miaka 14, 16. Unafanyaje kwa wewe? Usisimamishe masikio na kuoji. Wewe umeharaka kuzaliwa kunaonea jua. Huu taratibu mimi blaza niko kwenye upelelezi. Na nikimkuta mtu huyo kichikada kinamuhusu. Omba dua kwako wewe Mwenyezi, tuepushe na mabaya. Hizi taarifa ameniambia Sheikh Baisa. Na kama unavyojua, yule ni mtu mzima, hawezi kuongopa. Lakini pia mke wangu, kuna vitu unatakiwa uwe na aibu. Wewe ni mke wa mtu. Unakwenda kusimama uchochoroni na watu. Unaniaibisha. Unanidhalilisha. Hebu kumbuka mimi na wewe tumeishi miaka mingapi mke wangu? Muogope Mwenyezi Mungu. Allah Tabaraka wa Taala hajataka hivyo. Huu mwezi tujizuie vitu vingi mke wangu. Mimi naweza nikakusamehe, lakini yupo aliyetuumba. Mungu ametuumba ili tumwabudu yeye. Tusifanye vitu vya hovyo. Na ukizingatia ni mwezi mtukufu wa rehema za Mwenyezi Mungu, mwezi wa Ramadhani. Mke wangu, mwogope Mungu. Hapana mume wangu, mimi sijafanya kitu kama hicho. Ibilisi, shetani wa mapenzi kaitawala dunia. Lakini pia mimi naomba unisamehe. Naomba tu unisamehe. Mimi sijapewa pesa na mtu, mama kanipa. Mimi nitakusamehe kwa sababu hii ni ndoa. Na ndoa ni kitu kikubwa sana. Japo imeniuma, natakiwa kuwa mvumilivu na mstahimilivu. Ila ogopa Mungu wako. Lakini pia cha mwisho, mimi hii iftari na hiki chakula sitahusika kula, kwa sababu nitakuwa nimekula vitu haramu. Nitajipatia maji yangu, nitasubiri tu chakula cha saa 2. Hiyo daku utakula wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu atanibarikia. Ila ulichokifanya Mungu hapendi, na hata mimi sijapenda. Wewe ni mtoto wa Kiislamu, unatakiwa uishi Kiislamu. Usimshirikishe shetani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mimi sitaki. Sifanye hivyo mume wangu. Shasema hivyo. Mimi sitaki. Na haya mambo msinishirikishe mimi. Hivi vitu mimi sitokula. Utanisamehe mke wangu. Mtihani wa imani. Mtihani wa imani nilopewa duniani.
mtihani wa imani. Karibu kabisa. Asante. Karibu kaya. Asante. Pole kwa mtoto. Asante mke wangu. Najua unahangaika kwa ajili yangu mume wangu. Niambie. Naona umekuja mnyonge. Hamna, mimi mbona nipo kawaida tu mke wangu, wala sina unyonge wa aina yoyote. Mimi mkeo mume wangu. Ndio. Kwa hiyo kama mkeo, mimi nakujua vizuri sana wewe kuliko kitu chochote kile. Yaani nakujua vizuri. Yaani siku ukiwa na huzuni, mimi nakujua. Na siku ukiwa na furaha, mimi nakujua. Kwa hiyo usinidanganye. Mimi naona kabisa leo uko na huzuni. Niambie, shida nini? Mume wangu. Mimi nipo kawaida tu. Nipo kawaida, sema tu kwenye mihangaiko huko. Jua kali na mazingira yenyewe na swaumu nayo kidogo. Mambo yanakuwa sio mazuri, ila mimi nipo kawaida. Nipo sawa kabisa mke wangu. Amini hilo. Hapana. Unanidanganya. Asalamu alaykum. Hebu rudi kwanza. Hivi wewe, mwenda kumwambia nini mume wangu? Nilichokiona ndo nilichomwambia. Umeona nini? Nimeona alichokuambia. Sasa wewe, hivi mwanaume kama wewe, utu uzima kama huo, mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu, unatoka mguu mosi mguu pili mpaka kwa mume wa mtu kwenda kumwambia maneno mazito kama yale? Hujasikia toka kasi kidogo? Hivi mume wako akachukua hatua mbaya akanipiga akaniumiza au akaamua kuniacha kabisa, utanioa wewe? Ila sawa. Nashukuru kwa kuwa umerudi. Maana nilikuwa nakaa hapa nawaza, muda naona unaenda, sielewi chochote. Hivi sikuacha kiasi cha pesa ndani? Ungeacha ndo ningekuuliza. Na ndio maana nimekuambia leo hauko sawa. Sawa mke wangu. Ila mimi naomba ufanye maarifa. Hebu angalia ndani hapo, kama kuna unga basi utakoroga uji tutakunywa. Mwenyezi Mungu akitujalia tukiamka salama kesho, basi tutaangalia mazingira mengine, tutaishi vizuri. Sawa mume wangu. Wewe wala hata usijali. Maana kufunga sio lazima ufuturu vinono. Muda wa kufuturu ukifika, unaweza ukachukua hata maji ukanywa. Hata uji unaweza ukakoroga ukanywa. Inshallah Mwenyezi Mungu anaweza kukujalia siku nyingine ukapata. Wewe wala hata usijali. Ngoja mimi niingie ndani, nianze kufanya maarifa ya uji. Haya, mimi niko hapa kwanza nipunga upepo kwanza, maana joto ni kali kweli. Subhanallah. Muislamu gani anakuwa mbea hivyo? Alafu mbona unafika mbali sana wewe? Wewe ndio maana uoyo wewe. Ukai na wanawake kwa sababu ya huo mdomo wako. Wewe mwanaume ni mbea, una tabia za kike. Kuna muda hebu dishikilie kidogo. Mwezi mtukufu kama huu unaanza kuleta maneno ya umbea kwenye ndoa za watu. Umeenda kumwambia mume wangu kama mimi nimekaa vichochoroni nimepewa pesa na mwanaume. Unajuaje kama wewe mwanaume ni kaka yangu? Yule angekuwa kaka yako angekuepo nyumbani, angekuwa mjomba wako angekuwa nyumbani. Ule ni mchepuko. Na mimi kwa pale nilipokukuta kiukweli nimeshindwa kuvumilia nikiwa kama mtoto wa Kiislamu. Wewe nikiwa Saidi Mbela. Ingekuwa kama mgeni wako angekuepo nyumbani, asingekuepo chochoroni. Mimi nimemwambia na siwezi nikavumilia vitu kama hivyo. Haiwezekani, potelea mbali. Na nimemwambia wewe, nimemwona kabisa anachukua hela nakupa wewe vichochoroni. Nisikilize. Awe mpenzi wangu, awe kakaangu, hayo hayakuhusu. Kuwa na nidhamu na ndoa za watu wewe. Kwa hiyo wewe nataka uchukue bitala. Imani. Fitnatil imani. Mtihani wa imani.